ya mbinguni. Hili ni jambo la pekee sana, na hivyo nitumie nafasi hii kukualika ndugu rafiki, mahali popote ulipo, mahali ambapo unasikia sauti hii, ikiwa unaendelea na kazi zako na sauti hii inaingia masikioni mwako, basi ruhusu Roho Mtakatifu aweze kukufasiria vyema, na mwisho wa mikutano hii uondoke ukiwa umebarikiwa na elimu ya hali ya juu ambayo itakusaidia kutambua tangazo linalokuja mbele yetu na kujua namna ya kufanya. Karibuni nyote mnaotusikiliza tunapoingia katika kipindi hiki tena kwa ajili ya kuyasoma maandiko matakatifu. Kama jana ambavyo niliwaambieni ya kwamba kwa nini mikutano hii, bado daktari ameanza na somo linasema kwa nini tunaugua. Kama usipohudhuria mikutano hiyo na kuwa makini, kuna uwezekano wa kutokusikia kwa nini. Na ninaendelea kukukaribisha katika mikutano hii ya kwamba utapata mwisho wa siku utapata majibu ya maswali haya kwa nini. Kwa hiyo endelea kuhudhuria na uendelee kusikiliza mahali popote ulipo. Bwana atakutendeeni jambo ambalo katika maisha yako hujapata kuliona. Jioni ya leo ninapenda niwakaribishe katika mada ambayo ni ya pekee na ya namna yake. Na kabla sijaanza, niwaombe tu tufumbe macho tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu uliye mkuu sana, wewe ni mwaminifu sana, na unahitaji watu wako tuwe waaminifu. Na kwa sababu ya uaminifu wako, tulikuomba jana utulinde tuwe salama turudi katika viwanja hivi. Na kwa kweli umetenda hivyo Baba, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakuja tena miguuni pako katika saa hii tunapohitaji kusoma neno lako. Tunaomba na kumwalika Roho wako Mtakatifu kwa nguvu zako zitamalaki katika viwanja hivi. Kila anayesikia apate jambo la kufanya mabadiliko katika maisha, na hivyo kuishi maisha matakatifu yenye matumaini kama kauli mbiu ya mikutano yetu inavyosema. Njoo Baba uwe pamoja nasi, ungana na kila mmoja wetu. Yuko baba mmoja, yuko mama mmoja, huenda afya yake sio nzuri na anatamani kusogea mahali hapa. Katika ombi hili, sikia kilio chake, maana kilio chake ni kuomba kupona. Waponye wagonjwa wote walioko hospitalini na majumbani, na hata walioko hapa ambao wamejikaza kuja. Baba, ukawaponye ili wawe na amani na utulivu, na jina lako litukuzwe. Asante, tunaamini utatenda katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nikakumbuka nilipokuwa darasa la 4, niliwahi kusoma kitabu kimoja kilichokuwa kinamzungumzia rafiki mmoja anaitwa Makombe Matupu. Kama kuna mwingine aliwahi kukutana nacho basi hicho. Kitabu kile nilikisoma baada ya kukutana na rafiki yangu mmoja, mtu kutoka Kigoma. Kuna watu wa Kigoma hapa? Jamani, sasa vipi tena? Kuna watu wa Kigoma hapa? Mwili we? Kulimo? Haya. Asante sana. Baada ya